Hii ni Maganga TV. Habari, nilikueleza kwamba nitakuwa nafanya mabadiliko ili kuonesha uhalisia wa kile ambacho kinaendelea. Nimetoka airport hapa, nimetoka katika sehemu ya maegesho, lakini ninakwenda kuonesha maeneo mbalimbali. Hii ni sehemu ambayo nipo kwenye background, unaweza kuona mambo gani ambayo yanaendelea. Naitwa Masud Maganga. Kama mpya kwako, basi unaweza ukasubscribe na ukaweza kushare kile ambacho nakifanya. Lengo langu ni kuweza kuwa karibu na wewe kama ambavyo nimetangulia kukueleza katika video iliyopita, na hiki ndicho ambacho kinafanyika. Nimetoka uwanja wa ndege. Lengo langu ilikuwa ni kuweza kushoot maeneo mbalimbali niweze kukuonesha, lakini haikuwezekana kutokana na sababu tofauti. Wengi katika maeneo kama haya wanakuwa wanadhibiti, kwa maana ya kwamba hupaswi kupiga video ama kupiga picha katika sehemu tofauti. Hata hivyo tunaweza kukueleza kidogo kile ambacho kinaendelea katika maeneo mbalimbali. Nipo katika sehemu ya kutokea, kabisa, kama unaweza ukaona maeneo haya ni katika yale maeneo ambayo mimi nitakuwa natembea. Hapa nilipo huko nyuma, bila shaka utakuwa unajionea kile ambacho kinafanyika katika sehemu ya kutokea kabisa. Sasa hapa nilipo, habari moja kati ya watu ambao wanafanya kazi vizuri kabisa, sehemu ya stendi sasa ya uwanja wa ndege, ama sehemu ya kupandia daladala kwa hapa uwanja wa ndege. Hii kwamba inaonekana barabara ambayo inakwenda moja kwa moja mpaka Chukwani, baraza la wawakilishi, ndio sehemu ambayo stendi ipo pale, lakini sehemu ya kuingilia ndio hii hapa, kama ambavyo unaona. Nipo nje sasa, nipo eneo la nje la uwanja wa ndege wa Abedi Amani Karume International Airport, ama unaweza ukasema KIA kwa kifupi. KIA, sawa. Nahitaji nikuoneshe tu baadhi ya maeneo, na kuonesha baadhi ya maeneo ya hapa uwanja wa ndege. Nimeanzia hapa, yamkini nikaenda hadi maeneo mengine. Lengo langu ni kuweza kuzungumza na wewe. Sasa nilikueleza kile ambacho naazimia kukifanya. Lengo langu ni kuweza kuhakikisha na kuwa karibu sana na wewe, niweze kukuonesha maeneo mbalimbali ambayo nitaweza kutembelea, ili na wewe uweze kutoa comment. Inawezekana wewe ni mtu ambaye unaifahamu Zanzibar, lakini muda mrefu hujawahi kufika huku, basi na kuonesha hayo maeneo. Kipindi cha mwanzo ukija uwanja wa ndege, basi maeneo kama haya nyuma yangu ndio maeneo ambayo ilikuwa unapita kwa ajili ya kwenda kupata safari na vitu vingine kama hivyo, lakini hivi sasa imebadilika. Lazima upite kule ambako nimetokea, na katika maeneo mengine ambayo unayaona ni baadhi ya maduka. Kuna sehemu wanakodisha magari, wanakodisha pikipiki na vitu vingine kama hivyo. Hii ni katika sehemu ya kutoka Terminal 2, Terminal 3, ndio sehemu ya kutokea, lakini kuna sehemu mbalimbali ambazo unaweza ukaziona katika maeneo haya ya uwanja wa ndege. Kama sehemu ambayo inakaribia hivi sasa ni sehemu ya Terminal 1, kwa maana kwamba sehemu ya VIP, sehemu ambayo wanapitia viongozi na mambo mengine kama hayo. Lengo langu ni kuweza kuonesha uhalisia juu ya kile ambacho kinaendelea kama nilivyokuambia hapo awali. Sasa nilikiwa mwandishi wa habari, ningekuja hapa kwa maana ya kwamba ningekuja na chombo changu cha habari, ningeweza kuja kwa ishu moja maalum, ningekuja kwa jambo moja tu, na ningeweza kukuonesha jambo hilo peke yake na baadhi ya maeneo kwa ufupi sana. Lakini ikiwa nasimama kama Masud Maganga, naweza nikakueleza vitu vingi, nikakuonesha vitu vingi. Kama unavyoona huku ni sehemu ya kuingilia viongozi, hiyo ambayo unaiona hiyo, lakini mimi napita njia nikiwa natokea uwanja wa ndege. Lengo langu ni kuweza kuonyesha yale ambayo yanaendelea, sawa. Sasa nirudi nyuma nikueleze vitu vingine. Napenda nikueleze vitu vingi, maana wewe ndio mfuatiliaji wangu. Ni mpya mimi katika vlogging, ni
ni mara ya kwanza nafanya vlogging, lakini bila shaka utaweza kuona na utaweza kunikosoa vile vile. Mkono wangu wa kulia huu ambao unaona ni hii hoteli ya Golden Tulip, ndipo ilipo hapa kwa upande wa uwanja wa ndege. Bila shaka Golden Tulip ziko nyingi na umeshawahi kuzisikia. Kwa hapa Zanzibar ipo hapa uwanja wa ndege kama unavyoona. Hello, kama unavyoona, lakini kuna ingine iko Bububu, iko nyingine iko maeneo ya hapa mjini Forodhani, kwa maana ya kwamba pale bandarini kabisa, nje ya bandari. Ziko nyingi, lakini hii ndio ya uwanja wa ndege kama ambavyo unaiona hivi sasa. Lakini kushoto kwangu kuna sheli maarufu sana, sheli ya uwanja wa ndege ndio ambayo unaiona. Nahitaji nifanye vlogging kwa takriban dakika 10 ili niweze kukuonesha maeneo mbalimbali ambayo yapo huku uwanja wa ndege. Siku ya leo nimekuonesha uwanja wa ndege na natembea katika maeneo haya, lengo langu likiwa ni kuhakikisha na kupatia ule ung'avu ambao unastahili kuweza kupata, lakini huu ni mwanzo. Natarajia kuweza kukuonesha mambo mengi zaidi ambayo yanaendelea hapa Zanzibar. Hivyo sasa hivi umeweza kuona hii nikiwa natembea nikitokea uwanja wa ndege, lakini baadaye naweza nikakuonesha nikiwa katika maeneo mbalimbali mengine. Kwa kufanya hivyo basi, naamini kwamba tunaweza kuweza kuperuzi ama tukatembea katika maeneo mbalimbali tukiwa tuko pamoja. Natembea kwa ajili ya kwako wewe mtazamaji wangu, natembea ili kuweza kukusimulia na kukueleza yale ambayo nakutana nayo katika mazingira mbalimbali. Hii ni barabara ya kutoka uwanja wa ndege kwenda Darajani, huko Kamila Airport Hotel, lakini huku ndiko airport ambako huku ni barabara imeelekea mjini sasa, lakini kutoka airport ndio huku ambako mimi unaniona hivi sasa. Sawa, kwa kulike hii video hii itakuwa ni vizuri zaidi, lakini pia unaweza ukacomment na kushare ili uweze kunipa mwanga zaidi kwa watu wengine ambao watakuwa wanaangalia. Niko katika maeneo ya Kwakira, sasa niko katika eneo maarufu ambalo kwa wale watu ambao wanaikumbuka Zanzibar kwa muda mrefu lazima watakuwa wanaijua. Ni eneo la transit, maeneo ya transit hii hapo baa ya zamani ya muda mrefu, lakini kushoto kulia kwangu kuna ofisi za UNICEF kama ambavyo unaziona hapo, ndiko zilipo hapa Kiembe Samaki. Sawa, kwa hivyo tumetoka katika Maganga TV, tunakuja katika Masud Maganga. Tumetoka katika Maganga TV tunakuja katika Masud Maganga. Katika Masud Maganga nasimama mimi kama mimi, na lengo langu ni kuweza kuwa karibu na wewe, lakini lengo langu ni kuweza kukueleza kile ambacho kinaendelea, kuweza kukuonesha mazingira mbalimbali ambayo mimi nitakuwa natembelea, ili tuweze kwenda kwa pamoja na uweze kufahamu mambo mengi. Hello, habari? Moja kati ya kina dada wanaojituma walio mahiri zaidi anauza dagaa. Huwezi ukakaa tu hivi unaendesha maisha lakini huna kitu kingine ambacho unakifanya. Ni muhimu kuweza kujituma, ndio biashara ndio kila kitu. Sawa, nipo eneo la transit, eneo maarufu kwa wale ambao mmekuwa mkiishi Zanzibar kwa muda mrefu ama mmekuwa mkitembelea Zanzibar, lazima utakuwa mnafahamu maeneo haya ya transit. Sawa, barabara zimeimarishwa kama unavyoona katika haya maeneo. Barabara hii imeimarishwa, ni barabara ambayo inaelekea uwanja wa ndege, hivyo ni lazima uweze kufuatilia yale ambayo yanafanyika. Nikikukumbusha tena, katika maeneo haya ni maeneo ambayo mimi mwenyewe binafsi nimezaliwa maeneo ya Kiembe Samaki, hivyo nafahamika kwa namna moja nyingine, nafahamika. Watu wengi wananifahamu na inawezekana walishaniona kwenye TV wakawa wananifahamu namna hiyo, lakini inawezekana katika hii vlogging ambayo naifanya unaweza ukasikia watu mbalimbali wakiwa wananisalimia. Sawa, yote hayo ni kwa sababu tu ya kile ambacho nakifanya, lakini pia sio mgeni kwenye hiki ambacho nakifanya. Nimeshakuwa nikiripoti sehemu mbalimbali, nimekuwa nikienda
sehemu mbalimbali nikitembelea, lakini na ripoti na watu wamekuwa wakifuatilia kile ambacho tunakifanya, na hivyo sio kisikieni endapo wakiniona na wakaanza kunisalimia. Na mimi pia nafurahi nitapata kuzungumza nao. Hello, nafurahi nitapata kuzungumza nao, maana kujuana ndio huku. Sisi ni binadamu, kujuana ndio huku. Bila kujuana hamwezi kuzungumza kwa karibu zaidi. Sawa, nafurahi sana kwa wewe ambaye umesubscribe channel yangu, ukiwa umesubscribe lakini pia unafuatilia kazi zangu, lakini kwa kufuatilia unanipa mimi nguvu, unanipa nguvu ya kufanya zaidi. Hiki ninachokifanya hii leo kinaweza kikabadilika, kitakachokiona baadaye kitakuwa kiko tofauti kabisa. Habari nimekuwa maarufu kwa jina la Habari. Mimi ni mwandishi wa habari na wananijua kwamba ni mwandishi wa habari. Kwa hivyo mtu akiniona ananieleza kwa ananiita Habari. Kwa nini nalipenda pia, maana sio baya, wananipa ufupi wa neno mwandishi wa habari. Moja kati ya vituo vya daladala za kisasa ambazo tumekuwa tukizitazamia kwa muda mrefu hapa visiwani Zanzibar. Pia kama unaona kwenye hiki ni kituo cha daladala. Kuna mabasi ambayo tunatarajia kuwa tunapanda na tayari yameshaanza kufanya kazi, ingawa wengi wamekuwa wakilalamikia nauli kuwa juu, nauli shilingi 1000 badala ya shilingi 500. Wengi wamekuwa wakiyazungumzia hayo, lakini tutakuja kuzungumza nao tukipata muda na kupa kwa muhtasari tu. Tupo sasa katika eneo la Mnazi wa Pili, ni moja kati ya vituo maarufu pia hapa visiwani Zanzibar. Salama, habari yako? Salama, kwema? Mambo poa. Naomba uniambie, wewe ni mwenyeji hapa? Mimi si mwenyeji hapa, ndo kwanza na kutoka England. Sawa, kaza habari? Sawa. Tunafanya vlog kutoka England sasa hivi. Asante. Moja kati ya watu ambao wamekuwa wapo mstari wa mbele, bila shaka hahitaji kuzungumza na kamera, na ndio maana ameweza kujibu kile ambacho amejibu. Sawa, sio vibaya. Endapo watapatikana watu wengine tunaweza tukazungumza na ukawasikia wanachokizungumza. Hapa nilipo ni Mkunazi wa Pili, kama nilivyotangulia kukuambia. Mkunazi wa Pili kituo ambacho ni maarufu kwa wale ambao wanapanda daladala za uwanja wa ndege, basi lazima watakuwa wanajua kabla hujafika uwanja wa ndege unaweza ukakutana na AKT. Ndipo nilipo sasa, maeneo ya Mkunazi wa Pili. Harakati mbalimbali za wanajamii zinaendelea. Sawa, nimetoka kukueleza kwamba nitakuwa nakuonyesha vitu mbalimbali na nitakuwa nakueleza bila shaka, na nachotarajia kukifanya ni kwamba kutoka video hii tutakwenda video nyingine, lakini kutoka video nyingine tutakwenda video nyingine. Kwa hiyo hiki ambacho unakiona hivi sasa kinawezekana kikawa kina baadhi ya mapungufu. Mapungufu hayo naomba uweze kuniachia mimi. Hayo ni mapungufu ya kwangu mimi katika video yangu. Bila shaka natumia kamera ambayo haiko professional sana, lakini pengine sauti haitoki vizuri sana, lakini lengo langu ni kuweza kukufikia wewe. Kwa hivyo nafanya kila ninachoweza niweze kuboresha ili tuweze kwenda pamoja na tuweze kufahamiana. Jamani, tuweze kufahamiana. Nipo katika maeneo ya Mkunazi wa Pili, moja kati ya majengo maarufu hii hapa, Meet Point, moja kati ya sehemu ambazo zinatoa huduma hapa Zanzibar. Kinachofurahisha zaidi kuhusiana na sehemu hii ni pale nyakati za usiku. Nyakati za usiku bana, kuanzia saa 4 maeneo haya unaweza ukakuta vijana wale wote ambao hawana uwezo wa chakula, basi kila siku kwa wanakuja hapa, wanapata chakula, kwa maana kwamba chakula cha bure ambacho kimekuwa kikitolewa hapa kwa watu ambao hawana fedha. Lengo sio kugawa chakula, isipokuwa lengo kile chakula kinachobaki au kinachosalia kisiweze kumwagwa ama kutupwa. Basi vijana hapa wanatunziwa chakula hicho na wanakuja wanachukua nyakati za usiku. Sawa, kushoto kwangu unaweza ukaona yadi ya magari, lakini sheli maarufu, sheli ya Bahresa kwa hapa Mkunazi wa Pili. Sawa, ndivyo vitu ambavyo vinaipamba eneo hili.
ni vitu ambavyo vinakuwa muhimu. Mimi endapo nitafanikiwa kufanya kile ambacho nakifanya, nalenga kutembea hadi Kiembe Samaki School. Kwa hivyo unaweza ukaona kwamba badala ya zile dakika 10 ambazo nilikuambia awali, zinawezekana zikazidi zaidi, lakini lengo langu ni kuweza kutembea na kukuonesha maeneo ambayo nitakuwa nazunguka. Huko mtaani pia nitakuwa nazunguka, lakini katika matarajio yangu ni kwamba kila ninapozunguka nitakuwa nakutana na visa mbalimbali, visa ambavyo pengine vinaweza vikakugusa kwa namna moja au nyingine. Na kama ikitokea imekuwa hivyo, sasa unaweza ukafanya kitu kimoja kizuri. Unaweza uka like, lakini unaweza uka comment, na vile vile unaweza ukashare video yangu ili ipate mwanga zaidi. Lakini kama mimi ni mpya kwako, na kukumbusha tena uweze kusubscribe. Unapofanya hivyo utakuwa unaniongezea nguvu mimi ya kufanya zaidi ya hiki ambacho nimekifanya hivi sasa. Nipo katika eneo la Mkunazi wa Kwanza, mmoja kati ya vituo maarufu hapa Zanzibar, kwa huku upande wa Kiembe Samaki. Hapa ni Mkunazi wa Kwanza ndipo nilipo, lakini nipo katika matembezi ambayo nimekueleza. Jomba, habari? Safi. Moja kati ya wanajamii. Sawa, lengo langu ni kupata mtu wa kuzungumza naye, nitaweza kukuunganisha naye pia uweze kusikia kile ambacho nitakuwa nazungumza naye. Lakini kilicho kikubwa ni kwamba bado nakukumbusha nipo katika maeneo ya Kiembe Samaki. Leo nafanya vlogging ya kwanza. Hii ni vlogging ya kwanza tangu nianzishe Masud Maganga, kwa maana kwamba tangu tuweze kuswitch kutoka Maganga TV kuja Masud Maganga. Kuna rafiki yangu mmoja ameweza kunieleza kwamba kwa nini unabadilisha kutoka Maganga TV kuja Masud Maganga. Nilifahamisha, na bila shaka nilikufahamisha awali kwamba kuna kila haja ya kuweza kufanya hivyo, na narudia tena ni kwamba Maganga TV ilikuwa ni TV ambayo mtu yoyote, mwandishi yoyote angeweza kutuma kazi yake na nikaweza kuirusha kupitia Maganga TV, jambo ambalo ni zuri na ndivyo ambavyo nilikusudia hasa. Lakini kutokana sasa na gharama za kumchukua mtu kuja kufanya kazi kwa kipindi hiki, na Maganga TV bado haijakuwa kiasi ambacho kinaweza kumlipa mtu mwingine, inabidi nisimame mimi mwenyewe. Nahitaji mimi ndio nisimame mbele ya kamera. Nahitaji mimi ni kuoneshe kile ambacho nakiona kwamba pengine kitakuwa kinatija kwako. Nahitaji tuweze kushirikiana kwa pamoja kwenye kile ambacho nakifanya. Mimi nakufikishia wewe, lakini wewe una nafasi ya kuweza kucomment, unaweza ukalike, unaweza kufanya nini, unaweza ukanikosoa mimi. Kwa hiyo kuna zile hisia za kwangu mimi binafsi ambazo naweza nikaona kwamba hili ni nzuri, hili ni baya, nalifikisha kwako ili na wewe uweze kutoa tofauti hiyo. Lakini sasa ingekuwa ni Maganga TV, usingeweza kuniona mimi katika ukamilifu huo, bali ungeweza kuniona kwa vitu vichache. Hivi sasa unaweza ukaona tumetoka uwanja wa ndege, tumetembea kutoka uwanja wa ndege hadi hapa niko barabara ya pili. Hiki kituo kinaitwa barabara ya pili. Barabara ya pili ndio hii ndio barabara ya pili ambayo tunaizungumzia. Kwa hivyo naelekea Kiembe Samaki School ambako nimelenga kuwa ni kituo changu cha mwisho. Kwa hivyo nitafanya vlogging hadi Mkunazi wa Pili, nitafanya vlogging hadi Kiembe Samaki School. Bila shaka hazitakuwa dakika nyingi sana kupita kiasi, lakini kwa uhaba na kueleza kile ambacho kinaendelea, lakini na kuonesha mazingira ambayo wewe utakuwa unayaangalia. Yamkini hujawahi kuyaona kwa muda mrefu hujayaona. Niko maeneo ya Mkunazi wa Kwanza kama nilivyotangulia kukuambia. Haya maeneo ya Mkunazi wa Kwanza, barabara ya kwanza tumeshapita,
na hapa tulipo sasa ni katika eneo la majumba ya benki. Ni kituo kinaitwa barabara ya kwanza, lakini maarufu zaidi kama majumba ya benki. Majumba ya benki linatokana na wafanyakazi wa benki ya Tanzania kwa upande wa hapa Zanzibar, ambao jengo lao liko maeneo haya. Kwa hivyo umaarufu wa benki ya Tanzania na wafanyakazi wao ndicho kitu ambacho kimepelekea kutoa jina kwa majumba ya benki. Jumba lenyewe ni lile ambalo unaweza ukaliona, ndio jengo ambalo tunaita majumba ya benki. Sawa, iko barabara ya kwanza kama nilivyotangulia kukueleza. Zanzibar imejengeka kama hujaja Zanzibar muda mrefu na kuonesha kwamba tofauti za zile ambazo umeziona hadi hivi sasa kuanzia miaka ile kuna mabadiliko makubwa. Kulia kwangu ni kitu kimoja ambayo inaitwa Le Grande. Le Grande ni moja kati ya restaurant kubwa hapa samaki, lakini ndani yake pia wanauza vinywaji. Sina lengo la kutangazia kile ambacho wanakifanya, isipokuwa ni napita maeneo haya, ndipo nitakuwa nakutajia sehemu mbalimbali ambazo napita. Niko barabara ya kwanza. Barabara ya kwanza yenyewe ni hii ambayo imeingia ndani, lakini maeneo mengine bila shaka utakuwa unajionea wenyewe. Sawa, maeneo ni haya, lakini nikirudi tena endapo nitafanikiwa kwa video hii na video zingine ambazo nimekuwa nikizirusha, lengo langu unaweza ukaniona nikiwa nazunguka maeneo mbalimbali ya Zanzibar, kwa maana ya kwamba kila shehia unaweza ukaniona nimezunguka, na lengo likiwa ni kukuonesha kile ambacho nakutana nacho, lakini kando na hayo tunaenda kujifunza kwa pamoja, tunaelimika kwa pamoja, na hatimaye kuikosoa jamii yetu pale inapobidi. Lengo tu kupata ama kutafuta usahihi. Kwa hivyo nitakuwa nikizunguka sehemu mbalimbali kama ambavyo ninatarajia. Ukinifuata katika kurasa zangu za kijamii hivi sasa, ziko katika jina hili la Masud Maganga, na kwamba kwenye Facebook, Instagram unaweza ukatumia Masud Maganga vile, jina ambalo liko sawa kabisa na jina la YouTube channel yangu Masud Maganga. Hivi sasa ndicho ambacho nikifanya katika channel yangu. Lengo langu ni kukupa wewe mwanga na pia ungavu juu ya kile ambacho nikifanya, ili uweze kujionea. Nipo maeneo ya Kiembe Samaki kama nilivyotangulia kukueleza. Hii ni ruti ndefu kutoka maeneo ya uwanja wa ndege hadi hapa nilipo. James Kiosk, moja kati ya sehemu ambazo nyakati za jioni vyakula vinapatikana maeneo haya, vyakula mbalimbali, seafood, chipsi, urojo. Unajua ni mambo ya Kizanzibari, ndio mambo ambayo yanakuwa yanapatikana kikawaida katika maeneo haya. Lakini hiyo sio hivi. Kutoka James kuna sehemu maarufu inayofahamika kwa jina la Kwa Butros. Kwa Butros ni sehemu maarufu sana hapa Kiembe Samaki na Zanzibar mjini kwa ujumla. Ni sehemu ambayo inatoa huduma mbalimbali ambazo zinapatikana katika maeneo haya. Unakuta ni zile za vyakula, unaweza ukakuta urojo, unaweza ukakuta chipsi, mishikaki, na vitu vingine kama hivyo, ili mradi nyakati za jioni au nyakati za usiku panakuwa pamejaa sana. Hivyo kiu yangu ni kuendelea kuzungumza. Butros yenyewe ni hii ndio ambayo nakuonesha. Bila shaka unaweza ukawa unaiona mgongoni kwangu, ndio sehemu ya Butros hiyo ambayo nakueleza. Hii ni sehemu ambayo nyakati za jioni inajaa sana watu, lakini pia magari yanakuwa mengi yamepaki hapa barabarani. Mimi leo nakuonesha tu safari fupi ambayo nimeweza kutembea, lakini inawezekana baadaye au siku nyingine nikaja nikakuonyesha yaliyo mengi zaidi yanayohusiana na hapa Kiembe Samaki au hata kwingineko. Lengo tu ni kukufikishia wewe mtazamaji wangu kile ambacho kinaendelea hapa Zanzibar, lakini kile kinachoendelea katika chaneli yangu ya Maganga, Masud Maganga.
channel yangu ya Masud Maganga. Nipo Kiembe Samaki. Mimi nimezaliwa Kiembe Samaki na kueleza maeneo ambayo mimi nayajua, kwa maana ya kwamba kuanzia kuzaliwa hadi hivi sasa naendelea kuishi katika maeneo haya. Moja kati ya vituo vile ambavyo nimekuwa nikikueleza ni hiki. Sawa. Kiembe Samaki ndipo nilipozaliwa, ndipo nilipokulia na ndipo ambapo naishi, lakini hata kusoma nimesoma katika maeneo haya. Nimesoma Kiembe Samaki na Kiembe Samaki skuli ni ile kule ambayo unaiona Kiembe Samaki School. Kuna majengo kule mbele ambayo unaona, hiyo ambayo ndipo ambapo nimesoma kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha pili form 2 miaka hiyo, lakini nikaja nikatoka nikaenda sehemu nyingine. Sawa. Sehemu ambayo nilikusudia kukuonesha hadi sehemu hii, kutoka uwanja wa ndege hadi sehemu hii hapa ndio ambayo unaiona. Haya ni makutano makubwa ya barabara. Hii barabara unayoiona inaelekea mjini, lakini hii hapa inaelekea Kwerekwe na Amani. Ndio haya ndio makutano makubwa, njia panda ya Kiembe Samaki, naweza nikasema hivyo. Na nilichokilenga ni kuweza kukuonesha mazingira haya kutoka uwanja wa ndege hadi katika mazingira haya ya Kiembe Samaki ama Kiembe Samaki roundabout, wengine wanaita Kiembe Samaki School hivyo. Lakini lengo langu ni kuweza kukuonesha uhalisia wa kile ambacho kinaendelea, tuweze kuzungumza kwa pamoja, na nimejaribu kufanya hivyo na kukumbusha kwamba hii ni vlogging yangu ya kwanza. Ni mara ya kwanza nafanya vlogging namna hii, na inawezekana kukawa kuna baadhi ya makosa, hivyo utanisawazisha na kushauri na nakusihi usubscribe ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa habari zangu, lakini pia kulike na kucomment niweze kujua kile ambacho unakihisi juu ya kile ambacho nimekifanya, lakini pia vile vile uweze kushare video zangu, maana ukifanya hivyo utakuwa unaongeza ung'avu kwa watu wengine ambao watakuwa wananifuatilia. Sina la ziada, basi tuendelee kuwa pamoja. Mimi ni Masud Maganga. Asante. Hii ni Maganga TV.